Sio mali. Mali ya mwanangu. Msiaro. Chuma ya mganga baba. Mgani mganga mganga? Ngopa nini wewe? Chukua mali ndogo wangu. Chuma ya mganga. Mali sitaki balaa hapo na mganga. Wewe unalipa kabisa hii. Wewe umesikia? Kama unabeba tu wewe beba, pakia begani tukauze scraper. Wewe mali kabisa. Kana mali, pakia mganga. Lakini cha kuokota si cha kuiba, ila kina madhara yake. Hakuwaza wala kufikiri, alichopata kina madhara. Leo mganga anaibiwa. Hivi huu mtaa kuna kijana ambaye hajui basikeli yangu kweli? Ndio watajua kwamba mimi sio wa kuchezea. Mbona wataileta kijiweni? Hao. Mama, walikuwepo wakina Farao wenye mioyo migumu, lakini wakati walikiri wakasema Yesu ni Bwana. Mimi nakushauri tu, wakati ni sasa wa kumgeukia Bwana Mungu wako. Sijui unasemaje mama? Au si? Ndio. Hapo wachungaji mwe mnatupambania kanisani, tukifika nyumbani tunajipambania wenyewe, sawa? Nisikilize, Injili ihubiriwe kila mahali na sio kanisani tu. Na ndio maana nikaona inapendeza endapo nikawatembelea watu kama nyie kuwapa habari njema. Ndugu yangu, katika kuwatembelea watu, hapo umekosea njia, nikwambie tu ukweli, sawa? Mimi hizo habari njema hata sizitaki. Ninazo za kwangu. Sikia mama, ulimwengu wote na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana. Umejawa na kiburi cha uzima. Si eti mama? Jinsi unavyoongea kwa kujiamini umejawa na kiburi cha uzima. Kisoma maandiko Mhubiri 3 anasema kila jambo lina wakati wake. Leo ni wakati sahihi mama yangu kuachana na mambo ya dunia. Hii dunia inapita na Mungu yote yanapita. Umgeukie Bwana Mungu wako. Yatosha mama. Hapo kwenye kila jambo lina wakati wake. Wakati mimi kwangu sio leo, nikwambie. Halafu kwani kuna faida gani ya mimi kuokoka? Asante mama kwa maswali yako ya kebe. Ni kwamba unataka niambie mama hujajua kwamba ulimwengu wote utakunjwa kama gazeti na kutupiwa kwenye ziwa la moto. Na wewe ukiwepo utaenda kuteketea. Lakini endapo kamtumainia Bwana, amini nakwambia utaishi maisha ya furaha, maisha ya amani milele na milele huko mbinguni. Sawa mama? Mimi tangu hapo niko naishi na maisha ya furaha na amani. Halafu mimi huko mbinguni mbona sina mpango wa kwenda, ndugu yangu? Mimi ni hapa hapa duniani nimelizikana hapo baba huko. Asante kwa majibu yako ya kebe. Nasema hivi mama, ukisoma Ezekiel 18 mstari wa 4 unasema roho zote ni mali ya Bwana. Kwa hiyo roho iliyopo ndani yako ni mali ya Bwana. Kuna wakati Bwana ataichukua na ndipo kiburi chako na nyodo zitakapoishia. Hapo kwenye roho ni mali ya Bwana.
Mimi sasa huu mwili Rosi atachukua, mwili nabaki nao au unasema? Biblia inasema wapumbavu njia zao zimenyoka machoni kwao. Unaamini mwili utabaki na huu mwili ni udongo, utarudi uvumbini. Unarudi ardhini uvumbini. Huu udongo ni udongo, utarudi kwenye udongo. Ndio maana huwa kwenye makaburi tunaagaga udongo kwa udongo, tunamwaga udongo kwa sababu huu mwili ndio biashara imeishia hapo. Baba, kwanza ushanichosha hapa nilipo. Nimemaliza kuosha vyombo. Nataka kwenda kwenye vikoba. Umemaliza? Nakusikitikia sana. Light ungelijua. Hakika usingekuwa naongea na mtumishi wa Mungu katika hali ya mzaha. Kwani unajali vikoba kuliko Mungu aliyokuumba akakuweka katika ulimwengu huu? Unaabudu vikoba? Ama kweli siku za mwisho watu watapenda fedha, watakuwa na viburi, watakuwa wasingiziaji. Hakika yametimia hilo neno. Sasa hapa niko na Mungu au niko na wewe mtumishi? Mimi Bwana yu ndani yangu mimi, na ndio maana amenituma mpaka wa mafuta nieneze injili kwa kila kiumbe. Na wewe alafu wachungaji wa siku hizi naona tu mnataka sadaka. Kuongea kote kusungesema tu unataka hela tu nikupe. Hakujua nini cho rupingu Hapa nakupa moja rupingu. Hakujua nini. Sio mchungaji mimi, wale wachungaji uliowazoea wachungaji matapeli ukajua na mimi. Mimi ni mchungaji niliyotumwa na Bwana kuja kuokoa roho na sio kuja kuchukua fedha. Nani Biblia inasema utaishi kwa fedha? Kipengele kipi? Hautoishi kwa mkate, bali neno lake Kristo Yesu. Sasa aliyekwambia wewe bwana wako, wewe ndio bwana wangu mimi nani? Baba, mimi na bwana wangu na wewe na bwana wako. Shika hela uende. Sina shida ya pesa, na shida ya kuokoa uhai wako wa baadaye. Sawa mama? Lazima mimi nipambanie kuhakikisha wewe unaurithi ufalme wa mbingu na sio kubaki na taabika hapa duniani. Yaani tabu unapata wewe ambaye unatembea kila nyumba. Mimi niko kwangu na tabu gani hapa? Nishaosha vyombo, nimekula, nimeshiba. Na shida gani mimi unaniona hapa nina shida mimi? Vipi wewe? Pole sana. Sasa nenda, ushanichosha mimi. Oh Mungu wa mbinguni. Umsamehe, hajui alitendalo. Wakati utafika, mtatutafuta watumishi kwa tochi. Na kila goti litapigwa. Nenda bwana, kelele bwana. Bwana kinauma mimi nikiongea na wewe. Nenda. Oh yes, asante. Wakati utafika, mtatutafuta watumishi kwa tochi. Na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Bwana ni Mwokozi. Hakika nakwambia. Asante Mungu. Huku sikuharibiana siku jamani. Mchungaji kaingia kwenye ima yangu kweli. Tunguri zitafanya kazi leo. Eti bwana. Bwana? Mimi na bwana wangu na yeye aende na bwana wake huko. Hizi habari za mbinguni. Nataka kwenda mbinguni. Zai, mbona ongea mwenyewe? Uko poa? Niko poa. Niambie. Na mawazo mwenzio hapa. Programu na mawazo gani? Maki nimetoka huko nasikia mtu anaongea mwenyewe. Mimi kajua naongea na mtu. Shida nini? Si mchungaji kaja hapa ananipa mimi neno. Mchungaji gani? Yuko mchungaji mmoja anatembea na Biblia kutwa yuko hivi. Mchungaji fulani hivi mfupi mwendo mbamba hivi. Huyo. Kwani hapa kuna mchungaji mwingine? Wewe unajua nishaje kukutana naye? Kuna siku nishaje kukutana naye nikaa na test. Si unajua tena. Yani yule ni sisi tu tuamue tumekuwa pilau kama hiyo mali. Usiniambie. Hana shida. Mimi zako nimechanganyikiwa hapa, najua kashafika kwenye ima yangu. Tunguri yazifanye kazi ndani. Yule? Asumbue. Mpaka hiyo siku nakwambia nilikutana naye. Kaanza kumwambia mara nisaidia kwenye kitu fulani, mara kwenye kitu fulani, hakuna kitu. Nilikuwa namtest. Hana shida. Sisi tu wenyewe tu. Na kama nilijua sasa kuwa ni mchungaji fake. Hapo sasa. Sio kumpa hivyo. Wewe. Natumaini hujaonesha unyonge kwake. Wewe, unyonge mimi tena mkuu. Kwa lele. Ni hivi tu. Kakimbia mwenyewe. Akia wewe. Sasa ngoja tu mwenzako nipeke vyombo ndani. Sasa shoga yangu, hakuna hata chakula hapa ndani. Yaani nilijua. Kwa kuromonti huko kote usidai chakula wewe. Sasa na usingo shoga yangu nikale wapi mimi? Nikale wapi? Ndio maana nikaja kwako basi ufanye. Usinune basi. Tukafanya mambo kwa ndani.
Maana tu mimi. Yaani nakumbua njaa. Twende basi. Mwache umbea au twende. Fungua mlango upeke hiyo mkono leo unapika mwenyewe sasa. Cha kuiba ila kina madhara yake. Hakuwaza wala kufikiri alichopata kina baroko na mafikirio na kitu nini shika. Hizi Yanga wapitaji ndugu yangu. Kwenda wapi? Niambie tuongee. Sasa utumishi ndio tunaotaka sisi. Kwa hivyo dondosha mazao ndio. Wewe tumishi anasema yeye si hatuna. Dondosha mazao ndio. Wote na hapo. Nataka upako wako sisi tutaishi. Siku kama hiyo. Angalia vizuri hata sadaka atakuwa nazo huyu. Wewe mwi kwanza. Salimie. Wewe nini bwana? Nenda basi. Hakujua nini cho Rupingu, 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 Rupingu. Hakujua nini cho Rupingu, 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 Rupingu. Wa blaza. Tamani ndugu yangu. Mimi nilikuwa nimezamia huku mapolini. Sasa leo ndo nimeiona njia. Sasa nataka kujua kati ya njia yuku na yuku iko wapi natoka kwenda kijijini. Blaza. Silia hichi kijiji. Ukitaka kuuliza kitu chochote, lazima umkumbatie mtu ndo akupe majibu. Kama nikukumbatia mimi nitoke sawa? Wewe unajipepelea unajikuta unioni sijui nini. Unatoka huko unanikimbiza mimi nishachoka unani kwenye mlima. Sasa kinachofuata wewe nikufuate huko. Hakujua nini cho Rupingu, 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 Rupingu. Hakujua nini cho. Hivyo unanichukuliaje? Yaani mlimani unanichosha. Kosa langu nini? Kosa langu kwa mimi nakupenda. Sasa mimi nishachoka. Umesikia wewe mdada sijui malaika sijui nani mfu uliokasirika. Wewe sikia sasa mimi nishachoka ndakuzaba makofi kinachofuata. Sawa? Yaani kitu kidogo tu kwambia nakupenda ndio imekuwa tatizo mimi la kuja kunishindisha mlimani. Maisha yangu sasa hivi yamekuwa mlimani. Sionana na ndugu zangu, njaa hata sioni, sijui umenifunga na tumbo langu nisione hata njaa sioni. Oya, sasa hivi utanikoma. Ngoja nije. Kaenda wapi tena? Anajikuta mjanja. Mimi mwenyewe kitambo tu. Yaani leo nimekukamata. Yaani paka unionyeshe njia ya kutoka nyumbani. Yaani leo takupiga kipigo cha mbwa koko. Blaza samani. Blaza! 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 Cha kuokota si cha